I am tired of you people in Kenya. Honestly shocking. I think it is high time that we all as other African countries, we pack our bags and around this continent for Kenyans to do whatever they want to do. Because now every other African country just sleep and they are wondering and asking themselves, what are Kenyans going to do next? Account zingine bado zinaendelea kuhakiwa in Tanzania. After ile ya polisi kuhakiwa asubuhi na kupostiwa kitu kuwa Samia Suluhu amededi, kuna hizi tena zimehakiwa ya official Airtel Tanzania na Chama cha Mapinduzi yenyewe pia ikahakiwa ikapostiwa the same thing. Na hawa ni wa Kenya, si watu wengine. Anyway, follow this page to stay updated as always. Follow. Sasa shuali Samia Suluhu, sasa umetuingililia, umetushautia, na kama mtu hangekufa ungekuwa president. Unanyoshilia kifo ya wenyewe. Unaringa na kiti ya marehemu. Mpaka utuambia ati tutakuja kuharibia na kwetu kushaharibika. Na amekuambia kwa kina nani kumeharibika? Kiti ni ya marehemu. Wewe hata unaitwa Suluhu, hauna suluhisho. Mpaka akaunti zenyu zimehakiwa, mpaka Airtel yenyu imehakiwa. Na unatuambia ati tunakuja kuvuruga kwenye kwa kina nani? Kwanza na aliwaambia uko ni kwenyu. Na ni kwetu tuliwagawia. Ni kwetu tumewagawia mmeringa. Paka akiondoka. Ndio hii sasa. Ndio hii result ya panya kutawala. Anyway, guys. Hakini sasa CCTV za State House. Si hakini. Mtu unite. Jokes. One time. We, please wa Kenya. Mkiataki Samia, simkumbuke ni mwanamke bana. Matusi zingine zinafanya ikanika gender based violence. Mnawezaje muambia ati anaringa na kiti ya marehemu? Surely Kenyans. Majama, mambo imeuzi. Mimi nakwambia huko mtandao mambo inaragana kitu iko wewe sajua. Basi anapeleka rada. Jana lika hapa nikwambia East Africa hakuna nchi yenye wako serious na national security kama Tanzania. Wale wajasa tuangi ujinga. Sasa hapa area yetu mama wetu kama kina Boni walitoka hapo wakafanyaji wakaenda hiyo area kusaidia nani ule opposition leader. Wakioko hiyo area wewe sajua ule Suluhu Hassan alitoa order. Wajasta wetu kufanya nini? Wajasta wetu wakaraundiwa kanaswa. So ejua mpaka saa hii Boni hajaachiliwa na mjasta mwingine wako hiyo area. Si wa Kenya wameanza kuleta bulanda. Wakenya wamezisha hapo kwa mtandao kidogo so wameenda mpaka mfano nini wameyaka akaunti nini akaunti ya mafedi wa huko TZ ikakuwa ni noma. Wewe sasa jua venye imefika TZ pia wameona wa Kenya hatuwezi wakula kichwa. Wameona si mnajua kwa online na kubanja online wametuachia online zetu wejua. Au jamaa wameblock sasa X. Wameblock X wakatuambia kaeni na hiyo X sasa. Amta tusumbua. Mimi naomba ile nchi ni bulanda. Alafu sasa ujue Chief of Defense Forces wa Uganda People's Defense Army ama force huyo pia ameingilia na ana support Tanzania na huyo Hassan Suluhu sijui nani mama huyo mwenye mnamtanga mama so pia UG sasa wana support nani wana support TZ ni bulanda mimi nakwambia sasa ni bulanda mambo imechacha hivi mimi nakwambia mambo imechacha alafu 01 wetu abanji na sasa kuna Mkenya wetu wako huko amesha dungu wewe jua ni bulanda wa just bulanda mimi nakwambia watizedo wametuachia online wametukana online yetu na kizungu zetu ni bulanda wa just Kauli ya hivi karibuni ya Mheshimiwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan inaashiria kutishia miungano ya Tanzania na nchi nyingine ukiwemo ule muungano wa Tanzania na Zanzibar. Rais alionekana kukemea vikali wanasheria wa Kenya waliokuwa wanataka kuingia Tanzania kwa sababu ya kusikiliza kesi ya mwanasheria wa Tanzania aliyeshtakiwa na serikali ya Tanzania kwa kosa la uhaini ambalo adhabu yake ni kifo. Kwa sababu Tanzania na Kenya pamoja na Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda tumeungana katika muungano wa Afrika Mashariki. Makubaliano ya muungano
hayazuii wanasheria kutoka nchi yoyote ya muungano kuingia nchi yoyote kusikiliza kesi ama kutetea mwananchi yeyote wa nchi zilizoko katika muungano kutetea kesi yake katika mahakama yoyote katika nchi hizi ambazo ni za muungano. Sasa kauli ya Mheshimiwa Rais Samia inaonekana ni ya kibaguzi, ya kusema hao wameharibu kwao, na kama wameharibu kwao wasije hapa kwetu kuharibu kwetu. Unajua, unaponyoosha kidole kwa hao na kusema kwao wameharibu kwao, angalia vidole vinavyokuangalia ni vinne, vinarudi kwako, vinakuuliza na wewe je? Wewe Rais Samia ni rais wa Tanzania, lakini wewe ni raia wa Zanzibar. Kinachokufanya uwe rais wa Tanzania, yani Tanganyika pamoja na Zanzibar, ni muungano. Na muungano wa Tanganyika na Zanzibar ndio unaokufanya wewe raia wa Zanzibar uwe rais wa Tanganyika na Zanzibar. Pamoja na kwamba kuna kasoro za muungano ambazo wakati huu wa uchaguzi ndipo tunapotakiwa tuziongelee hizo kasoro za muungano, zenyewe zikiwa ni kwamba vipi raia wa Zanzibar anaweza kuwa rais wa Tanganyika, lakini raia wa Tanganyika hawezi kuwa rais wa Zanzibar. Kwa hiyo unaposema raia wa Kenya asiingie Tanzania kusikiliza kesi ya mwanasheria wa Tanzania, wakati muungano wa Tanzania na Kenya na Uganda na Rwanda na Kongo na Burundi unaruhusu mambo haya yafanyike, basi kauli yako hiyo inatikisa muungano wa East Africa. Tulitegemewa wewe rais, kauli yako ingekuwa kwamba kuwakemea maofisa waliowazuia kina Martha Karua kuingia nchini Tanzania ili kutengeneza diplomasia ya East Africa. Sasa je, mama, unataka kututoa kwenye muungano wa East African Community? Maana makubaliano ya muungano wa East African Community ni kwamba mwanasheria na raia wa nchi yeyote anaruhusiwa kutembea nchi yoyote bila kuzuiliwa. Sasa hawa uliowazuia pale uwanja wa ndege walikuwa wanakuja kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Tundu Lissu ndio amekuwa akihoji uhalali wa tume ya uchaguzi, uhalali wa sheria za uchaguzi, anadai zirekebishwe. Na hata katiba ya nchi sisi tunadai irekebishwe, kwa sababu katiba ya nchi ina mambo yasiyoeleweka mengi sana. Mojawapo ikiwa ni hii ya nchi ya Zanzibar na Tanzania kuwa na muungano, lakini muungano huo haueleweki, haujawekwa wazi. Mimi juzi nimekwenda Zanzibar. Kufika kule nakuta bei ya vitu kule Zanzibar ni rahisi kuliko Tanganyika. Nikawauliza wenzangu wa Zanzibar, vipi, mbona vitu kwenu huku ni rahisi na kwetu kule vitu ni ghali? Akasema hapa ni Zanzibar shehe, na sisi Zanzibar tunaagiza vitu vyetu kutoka Uarabuni, vinakuja moja kwa moja na meli mpaka hapa ndani ya Zanzibar. Kwa hiyo hatutozi ushuru mwingi. Nikawauliza hawa waliokuwa wakiongea na mimi, nikawauliza, vipi shehe, mbona raia kutoka hapa Zanzibar anaweza kuwa rais wa Tanganyika, lakini sijamuona raia wa Tanganyika akiwa rais wa Zanzibar? Wakanambia, shehe, hiyo ni mambo ya muungano, hatuwezi kuyaongea. Sasa kama ni mambo ya muungano hatuwezi kuyaongea, nikawauliza, vipi nikinunua gari hapa Zanzibar ninaweza kuipeleka Tanganyika, Tanzania bara, nikaitumia ikiwa na namba za Zanzibar? Wakanambia haiwezekani shehe,
lazima hiyo gari uilipie ushuru custom ya Zanzibar. Huoni hata namba za usajili shehe? Namba za usajili za magari ya Zanzibar zinaanza na Z. Na namba za magari ya huko Tanzania bara, huko Tanganyika, zinaanza na T. Kuonyesha magari ya Tanzania bara ni ya Tanzania bara na mnauziwa bei ghali, na magari ya Zanzibar ni ya Zanzibar, sisi tunauziwa bei rahisi. Na nyinyi hamwezi kuja kuchukua magari hapa mkaenda mkayatumia kule Tanzania bara. Sasa nauliza, kama Tanzania na Zanzibar tumeungana, na Mtanzania kutoka Tanzania bara, yani Tanganyika, hawezi kununua gari Zanzibar akaitumia Tanzania bara, lakini mwananchi wa Zanzibar anaweza kununua gari Tanzania bara akaitumia Zanzibar. Japo hawezi kufanya hivyo kwa sababu akinunua gari Tanzania bara ni bei ghali kuliko angenunua Zanzibar. Sasa hayo ni mambo ya muungano ambayo tunatakiwa tuyaongee. Kwa hiyo Rais Samia asisahau tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Na huu mwaka wa uchaguzi Rais Samia atapita katika nchi ya Tanzania bara ambako ni Tanganyika, akituomba sisi wananchi wa Tanganyika tumpigie yeye kura. Je, na sisi tukianza kumnyoshea kidole tumwambie, wewe mama umekuja huku Tanzania bara Tanganyika, unataka kuwa rais wetu na unaendelea kututoza kodi ambazo kule Zanzibar hawatozi zile kodi. Je, mama, wewe kama rais wa Tanganyika na Zanzibar una uhakika gani kwamba utatutendea haki? Mtanganyika anaweza kununua gari Zanzibar akaja akaitumia huku Tanganyika? Hayo ndio maswali mama tutakuuliza. Na ukitujibu maswali hayo ndipo tuweze kukupigia kura. La sivyo uende kwenu Zanzibar ukagombee urais kule Zanzibar kwenu, na sisi tumpate rais wetu wa Tanganyika, kwa sababu hata hakuna sababu ya muungano wakati huu muungano Zanzibar wana bunge lao, wana rais wao. Tanganyika hatuna rais wetu, tuna rais wa muungano, na huyu rais wa muungano hana meno ya kuweza kukemea chochote kule Zanzibar. Sasa ni rais wa muungano wa namna gani huyu? Kama wewe ni rais wa muungano na uchumi wa Zanzibar ni tofauti na wa Tanzania. Zanzibar wana bunge lao, Tanganyika tuna bunge la muungano. Inaenda vipi hii? Kwa hiyo hayo ni maswali ambayo tunatakiwa tuyaongee. Kwa hiyo mama, usiwe na haraka kuwazuia watu wasije kusikiliza kesi ya Tundu Lissu ambaye anauliza maswali hayo ya msingi. Ruhusu maswali hayo ya msingi yaulizwe na utoe majibu yake kabla hatuja kuambia na wewe urudi kwenu Zanzibar. Ndiyo. From today, I want you people from Africa to know that Kenyans are the landlord of internet. I'm repeating again. I want you to know that Kenyans are the landlord of internet. If you mess up with Kenya, you will know. You will know that Kenya is the landlord of internet. Mark my word. Never joke with Kenya, any place you are. When Gen Zs in other African countries are busy causing nuisance up and about, are busy going clubbing, are busy doing all sort of uncalled for activities, do you know what Gen Zs in Kenya are doing? They said, yes, we are just Gen Zs, like you all say, just Gen Zs, but we will clean our country. Gen Zs in Kenya said, we will clean our country. From our country, we will clean our region. From our region, we will clean the continent, because they are Africans and everything Africa is their business. Do you hear what Gen Zs in Kenya did in Tanzania today? That is just the tip of the iceberg of what these Gen Zs are ready to do. Yes! Literally, the hacking
of the Tanzanian Police X account and going as far as posting that the Tanzanian president has passed away. That is the height of it all. That is the height of it all. And before now, we know what the Gen Zs actually did in Kenya, right? Few weeks ago, we were talking about what Kenyans did in Uganda. What country is next? Who is next? Literally, the Gen Zs in Kenya are up. That is, they are awake. They know that, yes, something is not moving well. So they are working so hard. Gen Zs in Kenya are doing amazing well. In as much as, yes, they'll be doing some daring stuff. But I think in the future, we will understand better. Gen Zs in Kenya, I salute. I salute you all. Ya, Hassan Suluhu, kuja Kenya uchukue ambasada wako urudi na yeye huko Tanzania. Hatutaki ujinga. Kuja Kenya, chukua ambasada wako urudi na yeye Tanzania. Hatutaki ujinga Hassan Suluhu. Hiyo ujinga umeanza hapo Tanzania. Na wacha nikwambie Hassan Suluhu, mimi siwezi kudanganya. Siwezi kudanganya hata kidogo. Utalazimisha uchaguliwe ukuwe rais wa Tanzania. Unangolewa na utangolewa. Na sisi ndio tutangoa sisi wa Kenya. Hassan Suluhu, ukijilazimisha ukuwe president wa Tanzania, kwa next general election inakuja ni November, tutakuacha wapishwe, lakini uwezi maliza miaka miwili. Sisi wa Kenya ndio tutakungoa. Tunakuja kungoa wewe. Uwezi sumbua Tundulusu. Anaitwa Tundulisi. Tindulisu. Uwezi sumbua Tundu hivyo. Sasa wewe kwa president hatujakataa. Ujilazimishe uingie. Lakini miaka miwili tunakungoa sisi wa Kenya. Sisi wa Kenya tunajua kungoa watu. Kwa hiyo uliona Ruto uliona tuliingia parliament yake. Sasa wewe bado wewe hapa East Africa bado wewe na Museveni mwambie kama Museveni bwana yako wewe Hassan Suluhu mwambie tunamkujia. Sasa umesikia hiyo Hassan Suluhu? Alafu acha ujinga wewe mama. Unatembea na mangu makubwa. Unakaa kama chokora. Unatembea na mangu makubwa unakaa kama chokora. Tunakuchapa wewe Hassan Suluhu. Unadhani Kenya ni yako wewe? I am tired of you people in Kenya. Honestly shocking. I think it is high time that we all as other African countries, we pack our bags and around this continent for Kenyans to do whatever they want to do. Because now every other African country just sleep and they are wondering and asking themselves, what are Kenyans going to do next? These Kenyan Gen Zs, they are very, very crazy. In just 1 week, you throw a shoe at your president. In 1 week, you throw a very, very smelling shoe. Whoever you are that throw that shoe, please go to the hospital and check yourself because your toe have gonococus. Mr. Ruto has not been able to breathe properly ever since you throw that shoe at him. In that same week, you asked Lucifer to pay rent in your country. You asked Lucifer who came to steal in your country, you asked him to pay rent. Now, how is he supposed to have money for rent when he's not able to steal and scam you people? He came in your country to steal and scam you people. You people are unscammable. He was unable to scam you people. Now, he doesn't have money and he has run out of business and you people are asking him to pay rent for a business that he's not professional. You understand? In this same week now, you people went and auctioned the account of the police account of Tanzania in X. X is formerly known as Shooter. I know some of you people, your digitalization is not digitalization. Your brain is not braining when I talk about X. Even though some of you people are currently focusing on the fact that I don't have eyebrow, but that's your business. Go and ask South Africa. South Africans are the reason why I don't have eyebrow. I don't even want to talk about it because if I want to talk about it, I feel like taking this my phone from Temu that I bought and throw it inside of hot water. But I will not shock and I will not do it because if I throw it inside of hot water, I will not have money to buy another one. So Kenyans, please, I want to beg you people, please. This continent was never meant for you people and you people alone. Allow us as other Africans to live peacefully in this continent. The continent is too big for all of us to share. I know you people are trying to fix it. Please, focus on your country and fix it first.
When you are done fixing it, then you could come for others. But don't come and start destroying other people, whereas you have not yet fixed your own problem. Please, Kenyan Gen Zs, I beg you, focus on Ruto and allow Museveni to have his erection in peace. Don't forget to like and share. One love.